Kabla Mungu hajakupeleka kwenye nafasi kubwa, lazima uwe mwaminifu katika nafasi ndogo aliyokupatia. Na kama hauwezi kuwa mwaminifu katika nafasi ndogo ambayo Mungu atakupatia, basi hauwezi kuwa mwaminifu katika nafasi kubwa ambayo Mungu atakupatia pia. Kitabu cha Luka sura ya 16 fungu la 10, Biblia inasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Kwa hivyo ni formula ya kimungu, ni kanuni ya kimbingu kwamba haiwezekani kuwa mwaminifu katika kubwa alafu katika dogo ukashindwa kuwa mwaminifu. Ukiwa mwaminifu katika lililo dogo utakuwa mwaminifu katika lililo kubwa. Hapa hakuna muujiza unaofanyika. Lazima upimwe uaminifu wako katika kidogo ambacho Mungu amekupatia. Kabla Elisha hajawa nabii mkuu katika Israeli, alikuwa ni mtumishi wa Eliya, na kabla hajawa mtumishi wa Eliya pia alikuwa akifanya kazi kwa uaminifu katika shamba la baba yake. Na hivyo tunaona kabisa kwamba nyakati zote ambazo alikuwa akifanya kazi kwa uaminifu, Mungu alikuwa akimwandaa kwa ajili ya nafasi kubwa zaidi, na hatimaye akaja kuwa nabii mkubwa katika Israeli. Na kabla ya kupata promotion ya kwenda nafasi ya juu, fanyia kazi kile kidogo ambacho Mungu amekupatia tayari. Kuwa mwaminifu katika mlango mdogo ambao Mungu ameufungua, ili Mungu afungue mlango mkubwa katika maisha yako. Nyakati kama hizi ambazo Mungu amefungua jambo dogo katika maisha yako, ambazo Mungu amekupatia nafasi ndogo, na kama hauwezi kuthamini nafasi ndogo, huwezi kuthamini nafasi kubwa pia. Nyakati kama hizi ni nyakati ambazo Mungu anakuandaa kwa ajili ya nafasi kubwa hapo baadaye. Mungu anakuandaa kwa ajili ya kazi kubwa ambayo anatamani uweze kwenda kuifanya. Ni kipindi kinachokujengea nidhamu ya kushikilia madaraka makubwa ambayo Mungu amekuandalia. Musa alikuwa jangwani miaka 40 akichunga kondoo. Alikuwa mwaminifu kwenye kutunza kondoo za kule jangwani, kiasi kwamba Mungu akaona inatosha sasa aende kuwachunga wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Yusufu alikuwa mwaminifu kwenye nyumba ya Potifa, kiasi kwamba akawekwa kuwa msimamizi wa mali yake yote pamoja na vitu vyote isipokuwa tu Potifa mwenyewe. Lakini pia tunamuona kabisa Yusufu baada ya kupelekwa jela, ingawaje alisingiziwa, lakini alikuwa mwaminifu akiwa kule jela, hata akawekwa kuwa msimamizi wa wafungwa wote. Lakini pia tunaona kwamba Yusufu haikutosha. Mungu alipoona muda wake wa kujaribiwa umeisha, akampeleka kuwa waziri mkuu katika nyumba ya Farao katika nchi yote ya Misri. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 119 fungu la 45, nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Katika nafasi ndogo ulio nayo leo, ndio muda wa kujifunza katika shule ya Mungu. Kuna mambo ambayo Mungu anakufundisha katika nafasi hiyo ndogo. Baada ya hapo unapelekwa kwenye nafasi iliyoandaliwa kwa ajili yako. Tukiachana na changamoto ya ajira, lengo kubwa la mtu kusomea fani fulani ni ili aende kufanyia kazi mahali fulani. Unasoma ili uweze kuwa mtu fulani baadaye. Unasoma ili uende ukafanye kitu fulani katika jamii. Na ndivyo ilivyo hata kwa Mungu. Madaraja yote ya shuleni yanakuandaa kwa ajili ya kuwa mtu fulani. Tunasoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 25 kianza fungu la 14 hadi 30, tunamwona Bwana ambaye alikuwa akiondoka kwenda nchi za mbali, na aliwaita watumwa wake watatu ili aweze kuwapatia talanta. Wa kwanza akampatia talanta 5, na wa pili akampatia talanta 2, na wa tatu akampatia talanta 1. Na Biblia inasema ya kwamba aliwapatia kwa kadiri ya uwezo wao. Inamaanisha alikuwa akijua kabisa huyu anaweza akazipokea hizi 5, huyu anaweza akazipokea hizi 2, na huyu anaweza akapokea hii 1. Baada ya muda kupita, yule aliyepewa talanta 5 alienda kuzifanyia kazi, akazalisha zingine 5. Na yule aliyepewa talanta 2 akaenda kuzifanyia zile 2 kazi, akazalisha zingine 2. Na yule aliyepewa 1, taarifa ya kusikitisha ni kwamba alienda akaiweka chini ya leso. Na bwana wao aliporudi akataka hesabu ya kila mmoja aliyekuwa amempatia talanta. Yule wa kwanza aliyepewa 5 alikuwa na 5 zingine, na yule aliyepewa 2 alikuwa na 2 zingine, na yule aliyekuwa amepewa 1 hakuwa na nyingine isipokuwa ile 1 ambayo bwana wake alikuwa amemwachia. Na Biblia inasema ya kwamba yule aliyepewa 5 alipompatia zingine 5 bwana wake akamwambia, bora mtumwa, heri mtumwa mwema, kwa maana umekuwa mwaminifu katika machache, nawe utawekwa katika yaliyo mengi zaidi.
Inamaanisha kwamba unapokuwa mwaminifu katika machache, Mungu anakuweka katika mengi, kwa sababu Mungu ameandaa nafasi hiyo kwa yule ambaye atakuwa mwaminifu katika lile dogo ambalo amempatia. Kutokuwa mwaminifu katika jambo lilo dogo ni kutokuonea thamani ya kile ambacho Mungu amekupatia. Usisubiri nafasi kubwa ije. Angalia ile ndogo iliyoko kwanza, uifanyie kazi, nafasi kubwa itakuja. Mungu anajua kabisa hatua unazoziendea, lakini kuwa mwaminifu katika kila hatua, maana Mungu analeta jambo kubwa katika maisha yako. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike pamoja na kushare na watu wengine wabarikiwe na huu ujumbe. Mungu akubariki sana.